Faith, mambo. Poa. Uko sawa? Niko fiti. Kuna swali ambalo limekuwa likinikera zaidi. Na mambo bado ya uhusiano. Cause naona unaangazia hiyo story kwa kina kwa kila mtu ya mabinti. Mabinti kwanza wamezidi. Sasa nauliza mtu anawezaje kuondokea hizi temptations. Tuseme umeandikwa kazi Gulf, pande za Gulf. Kuna married couples wenye utaandikwa kazi ukafanye kwa ile nyumba. Wewe umejiingiza kwa zile mambo za relationship huko nje, na unajua ukiingia Gulf ni tricky sana, uwezi pata ule boyfriend ama ule girlfriend. So pale umepata bibi bwanake, na maybe uko na ile roho ya Jezebel kwa ile familia. Unawezaje kuondokea hizo temptations, ama utafanya nini? Cause tuseme kama Waarabu, na si specify Waarabu peke yake, hata the normal Kenyans. Watu uko insecure sana na mabwana zao. Unapata unaakuziwa, nimekupata ukifanya 1 2 3. Unawezaje kuondokea mambo kama haya isiye kuletea shida? Asante. Kwanza kwa hilo jibu, kwa ile swali lako. Na nitakujibu kulingana na ufahamu na ninavyofikiria. Hiyo hali haikupati tu ukiwa umesafiri nchi za Gulf. Hiyo hali ni hali ambayo inakuanza uko kwenu. Na ni kitu ambacho kwako umekichukulia ni cha kawaida sana. Ndio maana inaendelea kugrow. Ni kama mtoto, kisha mzaa mtoto, akai pale akiwa mtoto, si anaendelea kukua. So ile kitendo vile ulianza ilikuwa ikafikia mahali mpaka unashindwa kujicontrol, yani ikiinuka ile hisia zikiinuka tu, azikujalishi kuna huyu au kuna yule. Zenyewe zinataka tu, yani nataka tu kutimiza mahitaji mwili wako. Kitu cha kwanza mimi ningependa kumpa mtu wa sample hiyo mawaidha. Kitu cha kwanza ajitenge na watu wanaitwa marafiki. Marafiki ambao ni wa jinsia tofauti ajiweke mbali na wao. Na marafiki ambao hawazungumzii mambo yoyote, wanazungumzia tu zinaa, ajiweke mbali na wao. Kitu ya pili, aingie kwa maombi ya kutubu, kwa sababu aliumiza roho nyingi nyuma. Aingie kwa maombi kwanza, kwa kutubu yale yote aliyoyafanya, ajinyenyekeze kwa Mungu, aamue mwenyewe kutoka ndani ya moyo wake kwamba hii hali ni mbaya. Kitu ya pili, haichukie ile dhambi. Aichukie sana, aichukie zina. Hata inapokuja anaichukia, nikemea kwa jina la Yesu, sitaki kuzini. Wewe pepo, ondoka kwa maisha yangu. Sitaki kuzini na nimesema sitazini. Ile hali ule ni shetani huaga anapanda. Ni hali ambayo nilikuwaga nayo mimi mwenyewe nijizungumzie. Mimi nilikuwa na ile kujizini, masturbation. Ile hali ikikuinuka, uwaga hata uko mahali popote, zile tamaa inakujaza. Unatamani tu uzini, unatamani tu ujipapase, ambao usipojicontrol kwanza uichukie ile dhambi. Hata ile hamu inapoinuka unaikataa, unasema sitafanya. Unakataa kwa nguvu zako zote, unakataa kwa maombi. Kitu ya pili, jifunze kutafuta watu ambao watakupa ushauri waliwezaje. Kwa mfano mimi niliweza kwa dada ambao anatoka Tanzania. Alikuwa akiongea sana ushuhuda wake. Nitakuwekea picha yake hapo, utamuona. Huyo dada anaitwa Sifa. Anatoka Tanzania. Mithali 31 nasoma mstari wa 10, andiko nasema hivi. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Ndio. Kima chake chapita kima cha marijani. Niishie hapo kwanza. Mimi labda ile andiko mimi sielewi, ndugu zangu, msaidie kulifafanua. Hapo mimi sielewi mke mwema nani awezaye kumuona. Au niendelee kwanza mbele? Endelea. Naweza nikasoma hata 30. Nasema hivi. Upendeleo
kudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Sijaelewa, naomba nifafanulie tu. Upendeleo ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Ungeendelea kusoma. Nitishi kwanza hapo kwa ajili ya ngoja mimi nasema niseme kitu kimoja kwamba hapo sijaona kwamba wanasema mwanamke atakayekuwa na wapenzi wengi ndiye atakayesifiwa. Sawa. Sijaona amesema kwamba mwanamke atakayejipamba atakaye kuikoleza uwanja ndiye atakayesifiwa. Sijaona hapo. Lakini naona mwanamke yule amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa. Na ndiye mke mwema. Haya, tukija kwenye kumcha Bwana ni nini? Haya. Ili mtu uonekane kama unamcha Bwana, maana matendo yako yanakuwa yanaonekana, yanakuwa wazi kwa watu wote. Mungu anaangalia moyo. Hapana. Yaani nyinyi hata kama mnielewi, Mungu anaona moyo. Hapana. Maana hata kichaa, hata mvuta bangi, hata mnywa pombe, akikuona atasema kweli huyu mwanamke anamcha Mungu. Na nisema tu kweli kwamba njia ya Mungu haina majuto da sifa. Na Biblia inasema kwamba watu wote waliomkimbilia Mungu hawajai kupata hasara. Na hawakuaibika. Huyo ni Daudi ndo anasema kwamba yeye kumwona mwenye yake ameachwa na watoto wake kumbe mikate wapi? Barabarani. Inamaanisha kumbe mwanamke yoyote atakayemcha Mungu ni lazima, yani hautaibika. Sifa utakuwa nazo. Lazima utazipata. Hautaibika. Ni kweli ulimwengu unajua kama saa hizi inaonekana wale wadada hawavaa suruali wale ndio hapo kwenye chati. Lakini hapana, wengine sisi ni wakuja. Washamba. Chaki na mavilemba eti anaacha kusuka rasta na anaanza kusuka bambucha. Anaacha kusuka anaacha kujilembalea na kujipaka. Anashinda uso umejaa. Wakuja. Lakini ukitaka ujue kwamba mimi sio wakuja au sisi hapa sio wakuja, ni pale dasifa sisi pamoja na huu shamba tunaoonekana nao. Lakini yale maisha tunayoyaishi wale ambao tunao wakuja wanayatamani maisha yetu. Ni kweli sana. Na ndio maana juzi hapa kuna kijana alikuja bwana, ni mchungaji. Sio kwamba hamna watu binti wazuri warembo. Wapo. Lakini akaja akisema mimi nataka nioe binti kanisa la Kikoskazi cha Injili na ushamba wetu huu tunaona. Akuja sema mimi na hata hapa nataka akatusikia. Kwa sema mimi Mungu alimtokea. Mungu alipomtokea kwenye ndoto akamwonyesha picha ya binti ambaye anaweza akafaa kuwa mke wake. Lakini kwa bahati mbaya Mungu hakumuonyesha ni nani au yuko wapi. Lakini na kupita baadaye akaja kuona kwamba ni sura ya nani? Akija afikisha ujumbe. Sasa mimi nitajiuliza dada Ana ni hiki kwamba huyu Mungu basi ni muongo. Kwa nini Mungu mmoja, binti mmoja, Mungu anaonyesha wanaume 20? Kwa kweli Mungu sikii sasa Mungu anakuwa yeye anawachanganya. Yaani binti huyu mmoja, vijana 20 Mungu amenionyesha. Huyo wa kwanza. Wa pili Mungu amenionyesha. Huyo dada alikuwa anaongea udhaifu wake. Hakuogopa kitu. Na ndio maana alinipa ujasiri na mimi nikajua kumbe hii hali ninayopitia ni mbaya. Na nikaamua kusimama kuongea udhaifu wangu ili shetani aone aibu. Usione haya. Biblia inasema tusione haya Injili, na usione aibu kutoa ushuhuda wako, maana kwa ushuhuda wao walifanya nini? Waliokolewa. So mimi nitakacho advise mtu ni kwanza uichukie ile dhambi. Kitu ya pili ujitenge na marafiki. Wawe ni wa kiume au wa kike. Jitenge na mtu anaitwa rafiki. Maana hao huwa mnaongelea tu zinaa. Hakuna kitu kingine. Ni zinaa tu mtakuwa mnaongelelea. Kitu ya pili, ingia kwa maombi ya kutubu. Yale yote uliyoyafanya ni machukizo mbele za Mungu. Ujitenganishe na hizo maroho. Uombe kwa toba na rehema kwa Mungu, hakusamehe. Kitu kingine ni wewe mwenyewe uichukie ile dhambi ya zinaa. Dhambi ya zinaa usipoichukia kutoka ndani ya moyo wako, lazima itakusumbua tu. Lakini kitu ambacho kinakupatiaga amani, lakini ni kwa sekunde chache, na kwa masaa mengine kinakupa majuto. Unaanza kujutia, kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini nisingeacha? Kwa nini nimejikuta nimetenda hiki? So wewe mwenyewe ukiamua ukatae, useme mimi sitaki kuzini,
wewe ukiamua inawezekana. Kama kwangu mimi iliwezekana, nikachukia ile zinaa, nikachukia kujizini, nikachukia kabisa, nikasema hapana, hata tamaa inapokuja, kwa sababu ile dhambi nilichukia, hata ikinikujia nitakuwa nina nguvu ya kuiambia sikuhitaji, ondoka kwa maisha yangu. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 11 inasema, nafsi yangu kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumainie Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Kwa hivyo ukishafanya zinaa, hiyo zinaa itakuwa unasikia moyo hauna amani, moyo wako unainama, lakini utakuwa unamwambia Mungu, nafsi yangu isiiname, nimtegemee Mungu. Ukiweka tegemeo lako kwa Mungu peke yake, na kuhakikishia inawezekana kabisa, inawezekana. Ukimwamini Mungu na umtumainie Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, inawezekana. Maana Biblia inatuambia ikimbieni zinaa na dhambi yoyote itendayo mwanadamu nje ya mwili wake, lakini dhambi ya zinaa iko juu ya mwili wako. Kwa hivyo unapoifanya hiyo kitu, inakujaa, unakuwa unahukumika, inakuwa inakusumbua, hauna amani. Ndio maana inakupatia kuzidi kuifanya, kwa sababu shetani hataki uiache. Maana ukiacha anaona hata faidika. Kwa hivyo dhambi ya zinaa ni mbaya. Heri uichukie, heri uiache ili uwe salama. Na ukiacha dhambi ya zinaa, vitu vingi huwa zinafunguka zaidi kwa maisha yako. Mawazo ya zinaa, kujizini, kuwaza, hizo zote ukiziacha, utashangaa vitu nyingi zinafunguka kwa maisha yako, ambapo unajiuliza, kwani nilikuwa wapi hizo siku zote? Mbona baraka zangu zilikuwa tu? So dhambi ya zinaa ni mbaya. Ni vizuri kuamua kuiacha, ni vizuri kuichukia kutoka ndani ya moyo wako na kumtumainia Mungu peke yake. Nimeshukuru sana, umejibu swali langu vizuri. Ndio. Na nimeweza kuelimika kutoka majibu yako. Ndio. Kwa the next video kuna swali ambalo nataka kukuuliza tu kwa kifupi. Okay. Watu wakimbie kwa the next video, at least tusikie mashauri ya Faith. Amen.